والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kila nafsi itaonja umauti, yani lazima ife, iondoke duniani, na kwa hakika si vinginevyo mtalipwa matendo yenu siku ya Kiyama. Ama yule ambaye ataepushwa na moto wa Jahannam na akaingizwa katika pepo ya Allah, kwa hakika huyo ndio atakayekuwa amefaulu, na hayakuwa maisha ya kidunia isipokuwa ni starehe yenye kudanganya ya muda mchache. Katika hali za maisha kuna ugonjwa na uzima. Yule ambaye amepatwa na hali ya ugonjwa, ilivyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu, huyu ndiye ambaye yuadhaniwa zaidi kufa kuliko yule ambaye ni mzima akishakuwa mtu mgonjwa. Na ndio maana ukisikia mtu amekufa, wengi utasikia waweza alikuwa anaumwa na nini? Ndio swali la kwanza hilo. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi mgonjwa ndo hufa, watu huona hivyo wao, ingawa uhalisia uko kufa na kufa mgonjwa na asiyekuwa mgonjwa. Lakini kwa sababu mgonjwa ndio hudhaniwa hivyo kimaumbile alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo kwa mgonjwa kutakuwa kuna hukumu kadhaa zinazotajwa zimefungamana na yeye. Kabla ya kufa mgonjwa huyu anatakiwa ahakikishe idha kana alayhi huququn, ikiwa juu yake ana haki za watu, faliuaddiha ila ashabiha, basi na azirejeshe haraka kwa wenyewe. Kama kuna kitu cha mtu wewe mgonjwa wetu wa Kiislamu uko nacho ulikichukua, kabla hujafa hakikisha unakirejesha kwa wenyewe. Kwa nini? Intayassara lahu dhalik, ikiwa litawepesika jambo hilo kwake yeye, yani yale maradhi yake yatamwezesha mwenyewe kwenda kupeleka ile haki. Intayassara, ikiwa litakuwa jepesi hilo lahu kwake yeye dhalika, jambo hilo. Na kama hataweza mwenyewe, wa illa awsa, na kama si hivyo ataandika wasia au atausia kwa mdomo, jamani, mimi nina haki ya watu, fulani ananidai hichi, fulani anadai hichi, fulani anadai hichi, liamrihi sallallahu alayhi wasallam bidhalik, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha hivyo. Mtume ameamrisha vipi? Man kana indahu li akhihi madlama, mtu yoyote ambaye ana kitu cha mtu, faliuaddiha ila sahibi, akirejeshe kwa mwenyewe, min qabli an ya'tiya yawmun la dirham lahu wala mataa, kabla haijaja siku ambayo hakuna pesa huko, hakuna kulipana pesa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama hiya a'mal, huko kulipana ni matendo. Imma an tu'khadha hasanatuk fayu'ta sahibuk au sahibak, wa imma an yu'khadha min sayyiati sahibik fatutrahu alayka. Imma yachukuliwe mema yako apewe yule ambaye anakudai, ana haki yake kwako, au yachukuliwe maovu yake upewe wewe. Hakuna pesa kwamba shika kiasi fulani, hamna hiyo, ni a'mal. Na wakati huo
wewe unaihitajia amali moja ikuokoe katika hisabu. Wakati huo unahitajia amali moja iengeze uzito wa mema yako. Wakati huo huo ndio anakuja yule uliyemwona mpumbavu duniani ukamtukana na ukamwona bwege kwa sababu hawezi kukujibu. Hili pumbavu tu, utaniambia nini mimi huyo? Yule uliyemtukana ukamwona mpumbavu hawezi kukujibu, leo ndo anakuja mbele ya Allah anamwambia qad shatamani hadha. Anatafuta thawabu kama unavyozitafuta wewe, lakini atazipata kwa wepesi kupitia wewe. Yule ndo atakuja na Allah, kwa vile ni mwadilifu na rekodi zote zipo, itaonyeshwa kweli ulimtukana. Taib, rundo la thawabu anapewa yeye kwa kiasi cha uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akimaliza huyo anakuja mwingine, anakuja mwingine. Tahamaki, anabakia mwanadamu hana kitu. Na kuna baadhi ya watu zile dhulma zao zilivyo nyingi, yatamaliza mema yao kabla ya wale ambao wanawadai hawajamaliza kuwadai. Sasa hao ndio hawana cha kuwapa, hawana tena mema, watafanya nini? Ndio yatachukuliwa maovu ya hawa, atapewa yeye. Kwa hivyo mema hana tena na mzigo wa maovu unaongezwa. Ndio maana akaambiwa mwenye mgonjwa wetu wa Kiislamu, kumbuka vizuri kabla hujafa nani na nani una haki yake, kama wa kumwomba radhi akaombwe radhi kabla hujafa, ili ukienda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala uende katika hali ya usalama. Huko tunakokwenda huko, kidude kidogo sana